Wangu naitwa Beatrice. Nilikuwa mjane nikiwa na umri wa miaka 28 baada ya mume wangu kuuawa katika vita ya kikabila. Siku nilipompoteza, nilipoteza sio mwenza tu, nilipoteza pia hata nafasi yangu katika jamii. Ghafla nilijikuta peke yangu pamoja na watoto wangu watatu. Nikitazama dunia ilionekana kunigeuzia mgongo. Mapambano niliyokumbana nayo nikiwa mjane hapa Nigeria makubwa mno. Umaskini ulipiga sana. Nilipoteza vyanzo vyetu vikuu vya uchumi na nikapambana kutafuta kazi kama mama mlezi pekee. Wakwe zangu niliotegemea wangetusaidia, badala yake walinitilia mashaka, huku wakijaribu kuchukua vitu vichache nilivyoachiwa na mume wangu. Kuna siku ambazo sikujua nitawalisha nini wanangu au kulipa ada zao za shule, lakini ndani ya nyakati zangu za giza nilijipa nguvu katika imani yangu na jumuiya ya wajane wengine. Nakumbuka nilihudhuria kwenye mpango wa huduma kwa wajane ulioongozwa na kanisa langu. Walialikwa wajane 50, lakini wakajitokeza mamia. Tangu siku hiyo nilitambua kwamba sikuwa mwenyewe katika mapambano yangu. Kilichonitia hamasa zaidi ni uvumilivu na uaminifu wa wajane wenzangu. Pamoja na magumu tulio nayo, wengi wetu tunaendelea kujitoa kwa Kristo, tukiwa na faraja ya kutambua Yesu kama mbeba mizigo yetu. Nimewaona wajane wengi wenye umri mdogo wakiwa na watoto wadogo wakihudumu kanisani bila kuchoka. Uaminifu wao hautikiswi na hali walio nayo. Pia tunatumia rasilimali ndogo tulizonazo kuwasaidia wajane wengine, na kwa pamoja tuna nguvu. Masharika kutolea ng'ombe yangu ni Gato na ni mama wa Kristo ninayeishi kaskazini mwa Nigeria. Kila siku ninapompeleka shule ya Mina, binti yangu mwenye umri wa miaka 14, moyo wangu unajawa na hofu sana. Unaona, Amina ana umri sawa na Lea, Sharifu aliyechukuliwa kutoka shuleni kwao huko Dapchi, masaa machache kutokea hapa. Hadithi ya Lea inasikitisha sana. Msichana mdogo imara katika imani yake alikataa kumkana Kristo hata mbele ya macho ya watekaji. Imetimia miaka 8 tangu Boko Haram walipomchukua na hadi sasa anaendelea kuwa mfungwa wao. Kila wakati ninapomtazama Amina nashindwa kujizuia kufikiria, vipi kama angekuwa ni yeye? Kuishi chini ya kivuli cha mateso ya kidini sio jambo rahisi. Kuna maeneo ambapo Wakristo wanauawa kwa ajili ya imani yao tu, lakini kwa neema ya Mungu tunaendelea kuishi pamoja na majirani zetu Waislamu. Hali hii hailingani kwa sehemu zote. Maeneo ya Yoruba kule kusini magharibi, Wakristo na Waislamu wanaishi pamoja kama familia, na ninajua kwamba katika baadhi ya maeneo mengine duniani Wakristo ndio wanaotesa makundi mengine ya kidini kutokana na imani zao. Mara nyingi huwa ninajiuliza ni upi mwisho wa imani yangu ninapokabiliana na mateso ya kidini. Yesu anatufundisha kuwapenda maadui zetu, kuwaombea wanaotuudhi. Sio rahisi, nakwambia ukweli. Siku zingine ninaposikia kuna shambulizi tena, utekaji nyara mwingine, ninapanga na hasira moyoni mwangu. Lakini nakumbuka kuwa Mkristo maana yake ni kuwa kama Kristo. Hii haikuanza jana. Sasa nyakati za Yesu kulikuwa na vita kati ya makundi tofauti, lakini Yesu alituonyesha njia mbadala. Anaalika kuonyesha upendo hata kwa wale wanaoonekana kutojali maisha. Mwanzoni hili lilionekana kuwa ni nia nzito kubeba, lakini Yesu anaahidi kwamba nia yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tunapataje wepesi huo? Ni kwa neema ya Mungu peke yake. Tunabeba nia ya kuwapenda jirani zetu hata kama majirani hao
kutupitisha katika kila changamoto. Tunapoomba na amina kila siku, kila asubuhi kabla hajaenda shule, huwa ninamkumbusha maneno ya Yesu: ulimwenguni nayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nguvu yake haitokani na mategemeo ya kuwa na maisha rahisi, badala yake imejengwa katika ufahamu kwamba Kristo yuko pamoja nasi akitupitisha katika kila changamoto. Hadithi ya Lea inatukumbusha thamani ya uaminifu, lakini pia inatuonyesha nguvu yake. Huko Damaturu kuna jumuiya ndogo ya Wakristo ambao bado wanakusanyika wakiomba Lea arejee. Tumaini lao, imani yao inayodumu inanihamasisha kuendelea kuamini, kuendelea kuwa na upendo, kuendelea kuishi na majirani zangu Waislamu na Wakristo kwa usawa. Ninapomtazama Amina akiondoka kwenda shuleni kila siku, ninaomba sio tu kwa ajili ya usalama wake, bali pia kwa ajili ya moyo wake. Ninaomba kwamba na yeye kama Lea awe na nguvu kusimamia imani yake, lakini pia ninaomba kwamba awe na upendo wa kuona sura ya Mungu kwa wote anaokutana nao bila kujali imani zao. Hivi ndivyo tunavyopata pumziko katika Mungu, sio kwa kubeba chuki na kutostahimili, bali kwa kuruhusu upendo wa Kristo kuelimika ndani yetu hata tunapokumbana na mateso. Hili ni chaguo la kila siku, kujitoa kila siku, lakini kwa kufanya chaguo hili utakuta mizigo yetu inakuwa mepesi na tunapata pumziko letu toka kwa Mungu. Maisha yangu yote nimekuwa nikiona Nigeria ikibadilika miaka yote, lakini si kama sote tulivyotegemea. Kulikuwa na ndoto za maendeleo, maisha bora kwa watoto wetu, lakini badala yake tumeshuhudia nchi yetu ikizama katika umaskini na kukata tamaa. Kila siku ninaona ushuru ukichukua nafsi zetu na roho zetu. Ni kama sote tumenaswa katika duara la kukata tamaa. Tumekuwa tukiangushwa mara nyingi hadi hata mambo mazuri yanapokuja tunahofia kuamini kama ni kweli. Hii ndiyo Nigeria ya sasa. Tumesita kuamini kwamba mambo yanaweza kuwa mazuri. Serikali inaonekana kujijali yenyewe, wala si kwa ajili yetu. Mishahara kwa watu wengi haiwawezeshi kuishi, wakati baadhi wanapokea mishahara mikubwa. Sasa hivi kupata mfuko wa mchele, chakula kikuu, ni kama starehe kwa familia nyingi. Vijana wetu wenye akili na nguvu hawawezi kupata kazi. Wengi wameanguka kwa kukata tamaa, na wengi sana wanaamua kujiua. Wengine wamegeukia uhalifu, utekaji, ujambazi au malaya kutokana na kukata tamaa. Ni duara baya. Umaskini unaathiri afya zetu za akili, na udhaifu wa afya ya akili unafanya iwe vigumu kuepuka umaskini. Sisi ni nchi tajiri sana katika rasilimali, lakini maskini katika uongozi na matumaini. Lakini pamoja na kuwa katika hali hii ya kukata tamaa, ninaona nuru kwa mbali. Huu ndio ushuhuda wangu kwamba tunaweza kulemewa, lakini hatukati tamaa. Tunaendelea kufanya kazi, kuwa na matumaini na kuomba kwa ajili ya Nigeria.